Tabasamu yenye sura ya ukatili, mauaji kila siku na nia na siri. Asilimia zipo 100, jeshi ina 0. Watu wanakufa, mtoa roho ana kiburi. Anawaua watu wote nchi nzima, yaani kila binadamu kwenye hii nchi anakufa. Hana chochote kilichobakia kwenye maisha yake. Kafukuzwa kazi, ni mtoto pekee kwa wazazi wawili ambao tayari tumeshawazika. Kwa hiyo ni yatima pia. Wazazi wake kabla ya umauti wao walitimuliwa kijijini kwao kwa tuhuma za uchawi. Akiwa ni mdogo sana, ni haelewi. Hadi wanakufa hana historia yoyote anayoijua kuhusu familia yake nyingine ya upande wa pili, yaani upande wa baba na upande wa mama. Kwa hiyo hana ndugu pia. Kila kitu ni yeye. Yaani kama na yeye akifa, stori ya ukoo wao wote itakuwa imeishia hapo. Anarudi nyumbani baada ya kufukuzwa kazini leo bila kuijua sababu. Anakuta vitu vyake vinatolewa nje kwa sababu anadaiwa kodi. Kwa hiyo hana kwake tena. Anabeba vitu vyake ambavyo ni kibegi kidogo tu chenye nguo kadhaa na kwenda kwa rafiki yake ambaye hata kumpigia simu kumtaarifu kama anaenda. Anapofika kwa huyo rafiki yake anamkuta mpenzi wake kwa rafiki huyo anayetakiwa kukaa kwake. Bahati mbaya sasa sio tu kamkuta, kakuta akikumbatiana kwa mahaba. Rafiki yake ambaye aliamua kumwomba msamaha, lakini Doni akamkazia na kuondoka kwa hasira. Lakini akiwa hata elewa anaenda wapi, anaamua tu kurudi kwa rafiki yake aombe hifadhi kwanza, kwa sababu mapenzi kama ni dema atatafuta mwingine bwana. Anapofika sasa anamkuta rafiki yake kamuua mpenzi wake. Doni anashangaa, Beka, ndio nini umefanya sasa? Rafiki yake jina lake anaitwa Beka, sawa, tushamjua. Anamwambia nimeamua kumuua kwa sababu sikuhitaji kugombana na wewe kwa sababu ya mwanamke tu mwenye tamaa. Doni anaogopa na kukimbia kutaka kutoka nje, maana ni msala. Lakini sasa mlango wa geto la rafiki yake ukiufungua ukauachia, una tabia ya kujifunga na kulock. Kwa hiyo haufunguki hadi utumie funguo. Doni anaogopa kichizi yani, lakini anaambiwa hakuna shida, washirikiane kwenda kuuzika tu na kutupia kichakani. Wanatoka kwenda kwanza kutafuta chaka gani nzuri wakamtupie. Wanaporudi wanamkuta mpenzi wake na Beka akitoka ndani akikimbia baada ya kuiona maiti ndani ya mpenzi wake Doni aliyeuliwa na Beka. Doni ana mind kichizi mshikaji wake. Oya, kwa nini haukufunga mlango sasa? Rafiki yake anamwambia aliufunga, lakini demu wake ana ufunguo mwingine. Wanaona msala sasa, wanaamua kumshika kwanza na kumrudisha ndani ili wamueleweshe asiwasababishie kwenda jela, lakini haelewi. Doni anaamua kumnyonga hadi anakata roho. Mtu wa pili tayari kafa. Basi wanaanza kurumbana ndani. Kwani umemuua sasa? Mwingine nimefanya hivi kukulinda mshenzi, ungeenda jela. Lakini usingemuua. Na wewe mbona umemuua mpenzi wangu? Hapa wote wapenzi wao wamekufa, yani game over. Wakiwa wanarumbana na milango 10 hawakuifunga. Na siku ya kufanyani bwana, ule mlango wenye tabia ya kujifunga awamu hii haujajifunga. Anaingia rafiki yao mwingine Jeff. Anaduaa baada ya kuwaona demu zao wamelala chini. Jeff anaanza kuhoji, anaambiwa wamelala tu bwana, wewe ondoka. Doni anamwambia Beka, bwana tumwambie tu ukweli, hata tukificha baadaye hawataonekana kwao milele na huyo atasema aliwaona kwetu. Jeff, hawa watu wamekufa, tumewaua. Jeff akishangaa. Beka anamwambia Jeff, hii siri unaijua wewe, na ili usitusaliti tunatakiwa kuwa upande wetu. Twende tukatupie kichakani. Tushajua chaka gani tunawapeleka. Hivi umesikia mnachokisema nyie? Yaani mimi ni polisi nishiki kwenye huu upuzi. Hii ni kesi na kama nitakabidhiwa hii kesi baadaye ikijulikana nitawakamata kisha akaondoka. Hapa tumejua hadi kazi ya rafiki yao huyo Jeff, kumbe ni askari. Hapa ishakuwa msala. Beka na Doni wanaanza kuwaza namna ya kumzuia Jeff ambaye ana msimamo mikali sana. Jeff hadi ulaiana anaishi kama yupo jeshini yani, huwa ashiriki kwenye uvunjifu wa sheria. Lakini kikubwa akawaambia hadi akabidhiwe kesi ndo atajua atawafanya nini. Wanawaza sasa wapate chaka zuri la mbali na utaratibu wa kupata gari. Simu ya boss kwa Doni inaita, anaambiwa rudi kazini. Anamwaga Beka anaenda kazini. Beka anawaka kinoma. Doni, unaendaje kwa baba wa mtu uliyemuua? Unataka ukamatwe? Halafu unakuwaje mjinga kiasi hiko? Yaani kuna maiti 2 ndani halafu unawaza kazi? Doni anawaka pia akisema pamoja na majanga yao lakini lazima maisha ya kule yaendelee na yeye hana kazi. Hapa Beka ndo anajua kwa Doni hana kazi. Doni anamwambia Beka, hapa kwako sijaja kukusalimia, nilikuja kuomba hifadhi. Yaani shoti nimehamia. Sina kazi na sijalipa kodi, nimefukuzwa kwenye geto langu. Sasa kumbe bwana, yote wanayoongea simu ya boss iliyompigia Doni haijakatwa. Baba yake na waliyemuua anasikia kila kitu, ndio wanashtuka msara mwingine. Oya, sasa sijui itakuwaje.
Watu wanakufa, mtoa roho ana kiburi. Dona Beka, hii haina kucheka, haina kudeka, ukatili umewateka. Nini hatima ya yote? Basi hapo hapo wanaamua kwenda ofisini kwake ghafla kumalizana naye ili wamuue, kwa sababu ilikuwa ni karibu. Wanafika, wanamwomba mapokezi waingie, wakisema katoka kumpigia Doni, ana shida naye. Kama bahati bwana, mapokezi anadai ana taarifa, kwa hiyo Doni aingie, lakini Beka baki kwa sababu hana taarifa. Basi Beka anabakia nje, anazunguka zunguka akiwaza kama Doni ataweza kumalizana na bosi wake. Basi mara kelele za Doni, watu wanaingia ofisini, wanakuta Doni anashangaa, kamkuta mzee kafariki. Muda tu anaingia, basi anachukuliwa mzee na kupelekwa hospitalini muda huo kwa ajili ya vipimo. Muda huo Beka anamwambia Doni waende mazima hadi kwa Jeff rafiki yao, wamalizane naye kwa sababu ndo aliyebakia akijua hii siri. Wanajaribu kumpigia simu, anamwomba akutane, anakataa. Wanaamua kwenda hadi kwake, wanamkosa. Wanarudi, wanakutana naye, kisha wanaamua kumuua kwa kumpiga na jiwe kichwani, kisha wanamchoma choma na visu nini tumboni, akafa. Then wakarudi home nyumbani kwa Beka. Wameua watu wanne tayari, kimasiala tu, yani wanazidi kumwaga damu za watu. Tayari wakiwa wametulia, wanapanga usiku wakazitupe hizo maiti mbili, zishaanza kutoa harufu. Kwa hiyo usiku wanaamua kabisa wazibebe ili wakazitupe, bana walishakosa gari. Polisi wanampigia simu Doni kesho afike kituoni kwa ajili ya maelezo ya bosi wake aliyemkuta kapoteza maisha ofisini kwake. Anasema fresh, hamna noma, kesho mimi natokea. Hapo wanachanganyikiwa zaidi, wanazibeba maiti kila mmoja na kwenda nazo nje ya mji usiku huo kwa ajili ya kuzitupa kama alivyokuwa amepanga. Asubuhi Doni anafuatwa na polisi kwa Beka. Kwanza anawashangaa kwa nini wasimsubiria aende mwenyewe kama walivyokuwa wamekubaliana hadi wamfuate, na wamejuaje kama anaishi kwa Beka? Anaambiwa simu yako tunaitrack kila ulipo na tunajua movement zako zote. Muda huo simu ya polisi waliofika nyumbani kwa Beka kumfuata Doni inaita, kisha wanaambiwa kuna maiti mbili zingine zimeokotwa za wadada wawili, hivyo wanatakiwa waondoke waachane na Doni, baadaye watamrudia. Doni anamnongoneza Beka, oya tumuue basi na huyo askari, mbona kama ana shobo. Mara askari anasimama na kurudi nyuma, maana alikuwa shanza kutaka kuondoka. Wakashtuka wakijua kasikia kila kitu. Anarudi tena kuambia poleni pia bwana kwa kuondokewa na rafiki yenu Jeff, tumekuta ameuawa huko, wamechoma na visu, kwa mkipata time kamwangalie bwana, mkangalie mwili wake kule hospitalini. Hapo ndo anashtuka, anajua hapo fresh. Beka na Doni wanaanza kuwa vichaa sasa. Hapo Doni anatoa hadi wazo la wao wajiue tu wamalize story. Dakika kadhaa polisi anarudi kwa Beka, anawaambia kuna mchanganyiko na uhusiano wa vifo vyote vya mabinti, bosi na askari, na vyote vinawahusisha nyie wawili, lakini sina uhakika, nitarudi. Kisha akaondoka. Doni tayari kawa muuaji sugu sasa, kila kinachokuja kichwani ni kuua tu. Anamwambia Beka wakamuue askari huyo mpelelezi, kwani akiandika ripoti kama alivyodai anamchwaki, na wakati wanaenda kuzitupa maiti za mademu zao alienda na simu, watagundua location zilipokutwa maiti, simu yangu ilifika. Kwa hiyo wakaona wakamuue. Wakiwa njiani wanakutana na mpelelezi ambaye ndo target yao, wanakwenda hadi alipo ili wamalizane naye. Wanaanza kumsalimia na muda mchache anakuja dada ambaye ana flash mkononi, anamkabidhi huyo askari. Polisi anaweka flash kwenye PC ili kusikiliza maongezi. Wanashangaa kuona ni anasikiliza maongezi ya simu ya bosi alipompigia Doni ili wajue waliongea nini, maana simu ya mwisho ilikutwa ni Doni. Wanaangaliana kwa uoga, sauti nasikika ikimhitaji Doni arudi kazini, lakini kuna maongezi kwa mbali yanasikika ya masuala ya kuua, halafu audio inaisha. Polisi anamtaka dada kamalizie yote kabisa, asilete fupi. Doni anashtuka sana na Beka. Baada ya hapo dada kaondoka na polisi akaondoka. Doni na Beka wanabaki wanawaza waanze kumuoa nani mwenye madhara zaidi. Wanaamua kumfuata yule dada kwanza hadi anapoishi, wakapafahamu na kurudi nyumbani ambako walimkuta askari mpelelezi anawasubiria. Wanamuuliza kwa nini yupo, anawaambia kaja kuuliza kama wanaishi na mtu mwingine ndani na kukagua nyumba nzima. Ndio usiku sasa. Baada ya kukagua, Doni anamsindikiza askari na muda kidogo anarudi ndani akiwa katapakaa damu mwili mzima, na Beka anajua kabisa Doni katoka kumuoa askari. Hapo hapo kabla hajaoga wala kusafisha mwili, wanaona wakamalizane na yule dada kwa sababu anakuishwa shapajua. Wanafika hadi kwake na kumuua, lakini wanapotoka tu nje wanakutana na mgeni wa huyo dada, halafu miili yao imejaa damu. Hapo wanawaza tu wamuue,
Lakini kitu cha ajabu, jamaa anawashukuru sana kwa kumuua, kwa kuwa na yeye alikuja na mpango wa kumuua walimuibia uhai. Kivipi sasa? Beka anamwambia Doni, huyu jamaa anatupanga tumalizane naye tu, lakini mchizi anamwambia kuna kesi inamkabili ya muda mrefu sana na upelelezi unaendelea. Ni kupitia maongezi ya simu ambayo huyu dada analisaidia jeshi la polisi, ndio maana nilitaka kuja kumuua. Wanaamua kuachana naye na kuondoka zao. Wakiwa wamefika home, dada yake na Beka anampigia simu, yupo njiani anakuja kulala, kesho anaendelea na safari. Muda kidogo Beka anaweka mazingira safi, dada anafika. Geto la Beka lina chumba kimoja na sebule, hivyo dada atalala sebuleni na Doni au yeye chumbani, wao sebuleni. Dada akachagua chumbani. Wakiwa sebuleni, dada anawafuata, anawaambia mpenzi wake yupo kwenye hatari, hivyo wamsaidie alale hapo. Ikaleta shida, lakini ikawa hamna namna. Mtu wake anapofika, wanakuta ni yule mchizi wamemwacha kule kwa dada waliotoka kumuua. Hapo Beka akamtaka dada yake akalale, jamaa yake watalala wote sebuleni. Hapo Beka akahitaji kumjua sasa huyu mchizi ni nani, na kwa nini ana kesi kubwa kiasi kile, yani cha kutaka kumuua yule demu, na kwa nini adeti na dada yake afu jambazi. So dada anaenda kulala, kinabaki kikao kikubwa cha majambazi. Tabasamu yenye sura ya ukatili, mauaji kila siku na nia na siri, asilimia zipo 100, jeshi ina 0. Watu wanakufa, mtoa roho ana kiburi. So kikao kikaanza. Mimi bwana naitwa Foggy na kazi yangu ni tapeli. Sasa kosa lilonifanya nitake kumuoa yule dada ni kwa sababu nilimtapeli yule mmiliki wa kampuni ya usafirishaji mizigo juzi, na kesi nikaifanya ionekane ni wizi umefanywa na mfanyakazi wake. Lakini baadaye akanipigia simu eti kagundua mfanyakazi aliyemfukuza kazi akijua ndiye mwizi, hakuwa yeye. Kisha akapanga kunifunga. Sasa kwa aina ya kosa langu ningeenda jela miaka hadi 10. Nikaamua kwenda kumuua. Doni akadakia huyo mtu aliyefukuzwa nilikuwa mimi. Sasa ukamuuaje? Maana nilifika ofisini kaniita, nakuta amekufa na nilikwenda kumuua. Beka anashangaa, kwani Doni si wewe uliyemuua bosi wako? Hapana, wewe. Muda ule kidogo ningemuuaje? Sasa hapa na sisi ndo tunajua kuwa kumbe Doni hakumuua bosi wake, hata kama upelelezi bado unaendelea. Foggy anaendelea, anasema bosi alinipigia akaniambia atanishtaki. Mimi nikaona nifike ofisini kwake kuomba radhi kwanza, ili akigoma nimuue. Nilipofika akakataa kabisa kunisikiliza, na muda huo akamwambia mapokezi akupigie Doni urudi kazini, kisha akamwambia atakupigia mwenyewe. Mapokezi akaambiwa arudi ofisini kwake, lakini ukija akuruhusu. Akakupigia Doni simu urudi kazini nikiwa naye, na mpango wake baada ya kukata simu yako awapigie simu polisi. Wakati nyie mnaongea kuhusu kumuoa mwanaye, presha ikapanda, akawa kama anakata moto. Hapo hapo nikaweka sumu kwenye maji nikampa anywe afe taratibu, na muda huo namwacha kapoa, nikasepa. Na uzuri ofisi haina CCTV na hakuna aliyeniona nikiwa naweka sumu zaidi ya mapokezi ambaye aliniona naye muda ule ndani, na nilimpita wakati pia anatoka ofisini kwake, kwa nikamwaga fresh. Doni anawaza, kwa hiyo wakati sisi tunafika sumu ikawa ishamuondoa, kwa hiyo kesi sio yetu, watajua kafa kwa sumu akipimwa hospitali. Foggy akadakia akasema hawawezi kupima tena kwa sababu kila daktari anayempima na muoa. Nishaua madaktari 3 na yule mapokezi. Kwa ufupi alibakia tu polisi ambaye mlishamuoa nyie, niliona na dada anayetoa kisimu mumeshamuoa, kwa hiyo tuko safe. Doni na Beka wanaanza kumuona mwamba katili zaidi yao, hadi Beka anasema una date vipi na dada yangu, na wewe ni jambazi muuaji mkubwa wewe. Muda huo dada anafika, kila kitu kasikia, anadakia anasema eti jambazi muuaji, wakati nyie wote majambazi na wauaji. Yani mauaji yanayoendelea kila sehemu, yote tunatangaziwa kwenye vyombo vya habari, mnafanya nyie. Siwezi kukubali. Wanajaribu kumtuliza asikii. Foggy anachukua kitu kizito na kumpiga kichwani na kufa hapo hapo. Beka anakasirika, na muaje dada, akachukua kisu na kumchoma Foggy na kupoteza maisha. Maiti 2 ndani tena kwenye geto la Beka, askari nje na yule dada kwake. Sasa itakuwaje? Watu wanazidi kuuawa kila saa. Oya, huu ni msara. Oya, tutoroke. Wanapata wazo watoroke, waondoke, kisha warudi, waonekane wapenzi wameuana wenyewe kwa wenyewe. Lakini wanaona bora wakazitupe maiti zao sehemu ambako hazitaonekana kabisa. Ni wapi sasa? Wakaamua wakazitupe kule kule walikozitupa maiti za wapenzi wao. Sema Beka inamuuma, maana huyu ni dada yake, anatupwaje badala ya kwenda kuzikwa? Anyway,
isionekane kama ni wao, basi iwe hivyo hivyo. Mpango unaofuata ni kukabidhi nyumba kwa mwenye nyumba, kisha wao wasepe. Wataenda wapi watajua mbele. Baada ya kutupa maiti, wanarudi kukusanya kila kitu chao, kisha wanapeleka hotelini. Kuna hoteli ambao walilipia vyumba viwili iliyokuwa karibu, na baadaye wakaongozana hadi kwa mwenye nyumba ili Beka amkabidhi chumba. Na wakati huo ashaongea na madalali kuja kununua vitu vyake vyote vya ndani kama kitanda, furniture, TV, kitu kama hicho hapo. So wanapofika, mwenye nyumba anamkuta akijiandaa kutoka, na hapo hapo akaanza kuongea kabla hata ya salamu. Beka, kuna nini kinaendelea kwenye nyumba yangu? Majirani zako wanasema ni kama kuna shida huko. Kwa nini maskari wanashinda kwenye nyumba yangu? Nini shida? Na huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Beka na Doni wanaangaliana, kisha Beka anajibu akijikanyaga, mzee, ni kawaida tu bwana, changamoto za hapa na pale. Si unajua mambo ya vijana nini, polisi, mtoto wa kawaida bwana. So kikubwa nimekuja kukabidhi chumba, kwa sasa nahamia sehemu nyingine. Mzee anamwambia sawa, kama umeamua hivyo, lakini nina wasiwasi mkubwa na wewe. Kama kuna shida niambie, naweza kukusaidia, nina mwanasheria wangu mzuri sana. Lakini twende kwanza nikakague eneo langu, then utanikabidhi funguo, tutakuwa tumemalizana. Beka, Doni na mzee mwenye nyumba wanaongozana hadi ilipo geto. Wanaingia ndani, geto lipo safi. Ashatoa kila kitu na gari inabeba mizigo ya ndani kama vitanda na sofa. Dalali ashafanya yake. Hapo wanamalizana, kisha wanarudi hotelini, kila mmoja chumba chake. Angalau wanaweza kupumua sasa hata kidogo, baada ya kukaa siku kadhaa bila kujua usingizi. Doni akiwa amelala anawaza, haya yote yametokea wapi? Yametoka wapi? Anatoka chumbani kwake na kwenda kumgongea Beka na kumwambia waongee. Chumba cha Beka kiko karibu na chumba cha mapokezi. Mhudumu anawaambia hawataki kukaa chumba kimoja jinsia moja, kwa hiyo wakakaa kwa nje pembeni ya hiyo hoteli. Beka, hivi unajua hapa hatupo safe, wala hata tusilale. Kwanza tunakwenda wapi? Hela iko wapi? Tunafikia wapi? Geto umekabidhi, lakini polisi waliokufa walikuwa wakifuatilia kesi. Mmoja wa waliokufa, wewe unafikiri taarifa za upelelezi wa kesi za mauaji hazitambui kuwa sisi ni sehemu ya washtukiwa? Kwa hiyo kama itajulikana tumekabidhi nyumba, tutahofiwa zaidi. Kwa hiyo turudi kuishi pale au? Beka anauliza. Doni anasema hapana, maana yangu kama tumeamua kuondoka, tusiendelee kuwa hapa, tuondoke, ila sasa tunaenda wapi? Beka anaona wamfuate dalali aliyemuuzia vile vitu vya ndani, awapatie hela waende stendi, na gari ya kwanza kuiona inatoka stendi wapande hiyo hiyo, afu watajua mbele kwa mbele. Wanapofika kwa dalali, wanaliona gari la polisi linamchukua dalali na kuondoka naye. Hapo wanadaka wengi. Polisi wanapotoka, akina Doni wanafika na kuanza kuulizia nini shida. Wanaambiwa dalali anauza mali zilizoibiwa. Beka kadai mbona ni mali zake. Kwa hiyo wakakubali waende polisi kumsaidia maelezo, kwa sababu bila dalali kutoka hawana hata 100 na nyumba washakabidhi. Wanafika kituo cha polisi na kweli wanatoa maelezo, dalali anatoka. Kwenye maelezo wanaulizwa kwa nini wanauza vitu vyao. Beka anasema anataka kununua vitu vingine hivyo kavichoka, na baadaye wanaruhusiwa kuondoka. Njiani dalali anawapatia hela, wanaondoka. Doni anamuuliza Beka, sasa kwa nini usingemwambia unahama? Yote sawa bwana, tuondoke. Wanafika hotelini, wanakutana na polisi wakikabidhiwa memory card ya CCTV na wanaondoka nayo. Hapo wanashtuka, wanamuuliza mhudumu kama kuna shida hadi wachukue kadi. Anadai hakuna tukio lolote, ila wao wanadai kuna upelelezi. Beka anashtuka, anakumbuka waliongea habari zao mida fulani nje, kisha anatoka nje kuangalia maeneo walipokuwa wanaongelea kama kulikuwa na kamera, wanaikuta. Beka narudi alipo Doni na kumwambia kuna msala, huyu mhudumu anatakiwa kufa. Watu wanakufa, mtoa roho ana kiburi. Dona Beka, hii haina kucheka, haina kudeka, ukatili umewateka, nini hatima ya yote? Beka anamwambia Doni, hapa CCTV hazirekodi chochote, kadi wametoa, tunatakiwa tusaini kukabidhi vyumba tuondoke, halafu tutamuua huyu mhudumu. Na kweli wanamuita ndani ya chumba cha Beka, wanamuua na kuondoka baada ya kusaini. Mauaji yameanza tena. Wanaamua kuondoka stendi kwa kuwa washapata hela. Njiani Beka anapigiwa simu na dalali, anaambiwa mbona kwenye sofa kuna damu nyingi kwa chini? Ni damu za nini? Na hapa hazitoki, sofa hazitanunuliwa, unatakiwa kupunguze bei. Beka anamwambia sawa, njoo tukutane kwenye geto ulipochukulia. Beka anamwambia Doni, dalali kasema kuna damu chini ya sofa, manake huu msala, kwa hiyo anatakiwa kufa. Tunaenda kumulia kule geto. Wanabishana, lakini wanaona ndio location nzuri, kwa sababu Beka ana akiba ya funguo nyingine aliyoichongesha.
zamani aliyokuwa akitumia mpenzi wake. Watamuua na watamfungia ndani. Kweli dalali anafika, wanamuua na kumfungia ndani, kisha wanaondoka. Lakini Doni anamwambia Beka, hapa tumezingua. Kumbuka dalali tumetoka kumtoa kituoni. Dalali tumeongea naye kwenye simu muda huu. Dalali ana sofa ulizodai ni zako na zina damu nyingi kwa chini. Sisi tunashukiwa na kesi za mauaji na sofa zina damu. Polisi ulisema unabadilisha masofa mengine, wao wanajua bado unaishi hapa. Kwa hiyo watakuja, hawatakukuta, watakuta maiti na watakuta ulidanganya maelezo polisi. Beka anaona msara, bora warudi kwa mwenye nyumba awarudishie chumba. Wanapofika kwa mwenye nyumba wanakuta anaongea na mpangaji mwingine akimkabidhi funguo, na Beka anadakia, anasema hapana, anaendelea kukaa. Oya, naendelea kukaa kwenye nyumba. Mwenye nyumba anamwambia haiwezekani, ashachukua kodi ya miezi 6 na Beka anakubali kuirudisha hata kodi hiyo, na yeye alipe na mwaka mzima mbele. Mwenye nyumba anakubali maana ana shida na hela, anamkataa mpangaji mpya. Beka chapu anachukua funguo, anakimbilia geto. Sasa wapo huru na geto lao, lakini geto la sasa halina kitu chochote ndani, ni wao wawili na maiti ya dalali. Simu ya Doni inaita, anapokea, anaambiwa anaongea na polisi, anaomba kufika kituoni kutoa maelezo. Kuna mauaji yametokea hotelini, sehemu walikokuwa yupo, na yeye ni miongoni mwa wateja wa mwisho kutoka kabla ya tukio. Baadaye na Beka akapigiwa simu, akaondoka. Wanafika na kutoa maelezo ambayo walimaliza salama. Beka na Doni kwa sasa mafundi wa matukio, kwa hiyo polisi kama kwao hawaogopi tena kama mwanzo. Lakini baadaye wanaporudi usiku, wanachukua mwili wa dalali na kwenda kutupia barabarani karibu na kazini kwake. Kesi ya kifo cha dalali inawahitaji tena wafike waelezee. Kwenye maelezo wanaambiwa wao ndio watu wa mwisho kuwasiliana na dalali na ndio watu walikuwa wote kituoni. Akina Beka wanadai wao watawashuku watu waliomkamata dalali mwanzo, wakimsingizia akaiba vitu wakati walivinunua kwetu. Kwa hiyo hata wao watafutwe. Beka kaongea bila kufikiri hapo polisi wanashukuru kwa ushirikiano wao na kuwapa mwanga mwingine. Wanaona wakachukue mali za dalali waje nazo kituoni, kisha wawatafute waliomshtaki dalali mwanzo. Hapo Beka akadaka wenge, hapo wataziona zile damu. Cha kufanya ni kuwaua hao maaskari. Wakiwa hawajaondoka, Beka akawaambia wafike kwake, kuna ushahidi mwingine unaweza kuwasaidia. Polisi wanataka vyeo. Kwa hiyo ukiwaambia habari za kuwasaidia kazini lazima wakupe ushirikiano. Wakaongozana hadi kwenye geto la Beka, maaskari wawili, na hapo ukawa ndio mwisho wa maisha yao. Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi. Polisi walioaga wameenda kwa dalali, hawajarudi kituoni. Kesho yake zikaokotwa maiti barabarani. Geto la Beka limekuwa kuzimu, kila siku linapakwa rangi ya damu ya mtu asiye na hatia. Sitakuaje? Oya, tutakufa njaa. Kila hela aliyobaki nayo Beka imelipia kodi, kwa hiyo wajitahidi wapate hela. Wanawaza kama sio ubabe wameisha. Beka akamwambia Doni wakaibe. Doni anakataa, anadai hawezi kuwa mwizi hata siku moja kabisa yani. Beka anamcheka, eti muuaji anaogopa dhambi ya wizi. Tuondoke. Wanafika hadi dukani kwa Mangi na kuchukua unga, gesi, mafuta, friji la vinywaji na maji na kila walichokipenda. Hapa ni baada ya Mangi kupigwa nyundo hadi kufa. Duka limekuwa lao. Kesi ya dalali polisi inaendelea na kesi ya hotelini. Anasikika polisi akimgomea OCD kuwa anaiogopa kesi, anaogopa kesi za mauaji yote, na hii ya dalali ni hatari kama kesi ya mabinti, kila anayefuatilia anakufa. Hapo wanapata wazo kuwa hata polisi huwa wanaogopa kesi, basi waendelee kuua hadi waogopwe zaidi. Beka na Doni walianza kuua kwa ajari na sasa imeingia kwenye damu. Wanaenjoy wanachokifanya na wanaona ufahari kabisa. Je, unatamani stori hii iendelee hadi mwisho, hadi tushuhudie namna ambavyo Don anawaua watu wote nchi nzima, yaani Tanzania nzima wote wanatakiwa kufa akiwemo Beka? Niachie maoni yako hapo chini. Mimi naitwa Donag, au unaweza kanitumia kwenye namba yangu ya WhatsApp hapo chini kuandikia ujumbe wowote. Lakini pia kama unataka iendelee, mimi naweza kuendelea lakini kwa kipindi hichi mimi nilikuwa nimeona iishie kwanza hapa, halafu itaendelea. Tabasamu yenye sura ya ukatili, mauaji kila siku na nia na siri, asilimia zipo 100, jeshi ina 0.
watu wanakufa, mtoa roho ana kiburi. Wabeka, hii haina kucheka, hana kudeka, ukatili umewateka. Nini hatima ya yote? Kiza mbele tu. Haina kudeka, ukatili umewateka. Nini hatima ya yote? Nini hatima ya yote? Nini hatima ya yote? Nini hatima ya yote? Hii haina kucheka.